Okay, welcome back again. Imekuwa muda mrefu zaidi tangia tulipokuwa hapa ndani. I think this is the right opportunity and this is the right time for us to be here. Karibu sana katika siku hii ya leo, napoenda kushika katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. I hope kwamba imekuwa siku mrefu, imekuwa siku tangu imekuwa karibu mwezi tangu tuko hapa ndani, but we are back again. Tumesharudi, tumefika kwenye nyumba, so nakukaribisha katika ziada ama katika katika hot seat, ikiwa tu ni program ya kuweza kuangazia hasa katika masuala ya kisiasa, na jaribu sana niweze kukuambia kwamba karibu sana katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Najua kwamba tumekuwa katika siku mingi hatujakuwa hapa ndani, lakini hivi leo nataka nikukaribisha moja kwa moja kwamba karibu sana ndani ya nyumba tuweze kuzidi mbele pamoja. Ile tukio tunakuambia tafadhali, kama unanipata loud and clear, karibu sana kwenye mjadala wetu tuweze kushiriki moja kwa moja na tuweze kuona kama tutafikia katika maeneo ya pia. Najua kwamba unanipata loud and clear, hakikisha kwamba una like pale, ukiweka like yako kule, hakikisha kwamba pia unafanya nini, unaweza kushare link kwa kuita watu wawili watatu. Ukimaliza tu hivyo, achilia comment yako pale, niweze kuhakikishia kwamba uko kwenye show, na kisha baadaye tutashiriki moja kwa moja hadi mwisho. Today we want to talk about Ruto hanged himself when he gave room for Raila Odinga to enter into Statehouse. And again, Kuria paused today to unmask IEPC. Yani mpaka wada hamjafungua safa. So we want to talk about that one, and we want to talk about Uhuru impeachment. Raila anasema kwamba wasn't aware about your impeachment. Ruto anasema kwamba I'm not the one who wanted to impeach you. Uhuru anasema kwamba Ruto wanted to impeach me from the office. So what's your concern according to nayo matamshi kulingana ama na viongozi, hasa yale maneno ambao wanazungumza. So I want to welcome back again, karibu tena zaidi tuweze kwamba tufika katika maeneo ya PR. And again, you don't forget to send your condolences to the family of Mercy, who is going to be buried on the 1st of April 2022 pia katika sehemu kuelekea maeneo ya Magina. And don't forget to send your condolences to the family of Zikwamboka. And again, don't forget to send your condolences to the family of Mama Z for General, Mama the Mama, especially our shabiki number 1 ambao unaona anawekanga hapa comment, aliweza kupoteza mamake. So I want to uweze kusema kwamba kutuma condolences zako pale na kusema kwamba pole kwa mashabiki wetu wale wote. Lakini kwa sasa I want us to talk about the issue about impeachment. We talk about Kuria. Moses Kuria amesema kwamba I want to unmask IEPC. You know, IEPC said like the ringing of election of 2017 elections, when Moses Kuria said that we are the one who helped Mheshimiwa Uhuru Kenyatta to be the president of the Republic of Kenya. We are the one. Sisi hapo unaona hapa wote, hii akili yote imeketi hapa, sisi ndio tulikalisha Uhuru kiti. So akili yote tena tumekuja kwa hapa kwa Ruto, wale wanyemepaki kule ni mwili tu. So we are the one who helped to rig elections. But the IPC, the first day he summoned the Moses Kuria, and today the IPC he said like that when the case is on, so the case in advance, it is going to be listened fully by the IEPC. And again, that's the moment Moses Kuria amesema kwamba hey, I'm going to unmask you. Hadi saa hii, hadi waleo hamjafungua safa. So what does that mean? So we want to hear from Moses Kuria. Does it mean that kama Moses Kuria akona ukweli? Because Moses Kuria amekuwa the one and the ally. He was allied to Uhuru Kenyatta and William Samoei Ruto. They have been working together. Now when they pond, break, that's the moment Moses Kuria ametoka nje na kusema kwamba we ring the elections. And if you don't want, if you don't want to leave me alone, I'm going to unmask you. Lazima ni unmask. And don't forget kwamba Senator Rinturi amekuwa red-handed kwa kamera, so umeona kile kitu ambacho kina trend kule. But I hope kwamba you are watching me loud and clear, and you are getting me loud and clear. Sijui kama kwenye comment yako pale umeweza kutakia nani katika, nimekwambia kwamba tuko karibu familia 3 ambazo tunatakia tunamwambia kwamba pole sana kwa kuwapoteza wapenda wao.
Ya kwanza ikiwa ni familia yake Mercy ambaye alikuwa amesafiri kutoka pale baharini kutoka kuja Kenya, siku tatu tu anakaza kisha kuaga kwa sababu ya zisizojulikana. Familia nyingine ni G Kwamboka ambaye ni msichana pia ambaye alikuwa katika sehemu zile za Gulf, pia aliweza kuaga. Anajua kama mwili wake haujatoka kule uweze kufika pale nyumbani kwa South Mugirango. Pia familia nyingine ni familia ya Mama G for General kwa kuweza kumpoteza mamake. Kwa hivyo mnajua G for General, Jennifer Kerubo Jennifer, you know her very well. She had been here. Anazungumza sana kuhusu mambo na mapenzi. Pale anapenda zaidi, anasema kwamba anaongeanga sana. So she lost her mother. So we want to say kwamba we send our condolences to the families and we say pole familia kwa kuwapoteza wapenda wenyu. But don't forget also to comment on about the politics issues. Again, so nikiwa nimezungumzia kuhusu kijana wetu Moses Kuria, I want to rush to kuna hii kitu ambayo impeachment, the impeachment of the Uhuru Kenyatta. You know, if you remember, at first we had somebody who attended at the function of Moses Kuria. Rivondo attended the function of Moses Kuria when Moses Kuria was returning back home. And the Rivondo said like this, nyinyi watu wa Central, somebody wanted to assassinate the president, someone. So akawa summoned. And he said like, from today, you are going to get the clear information. When he went when he went with the evidence to DCI. So from there we have seen the Uhuru Kenyatta mwenyewe akisema kwamba Ruto wanted to impeach me. So Ruto akatokelezea akasema kwamba no, it's not me. I am not the one who wanted to impeach you. The one and the only who wanted to impeach you is Raila Odinga. And Raila Odinga yesterday said that I don't know, I'm not aware of your impeachment. You see? But let's see, kama sisi wa Kenya, tupige tu hesabu kidogo, tupanue upongo kidogo, tupige siasa kidogo, na tuone kwamba if really there was impeachment, who was likely to impeach the other? Who was the next of kin? Who was what can I say? Who was likely to impeach Uhuru Kenyatta? Is it Raila Odinga ama is it William Ruto? Tupige hesabu zetu hapa wa Kenya. If you see here, the Constitution of Kenya, it says, nitawasomea hiyo baadaye, if the vacancy of the presidency of the president is declared okay, kama hiyo nafasi itakuwa siji niko statement yaje kuhusiana hiyo article, it says very clear, the one who is supposed to take over is the deputy president. Do you see? When you say about impeachment, it doesn't matter what kind of impeachment was that. Haimaanishi impeachment aina gani hiyo, but it can be impeachment of assassination, it can be impeachment by using MCAs and MPs and the senators, it can be impeachment of whatever. That's what we call impeachment. So if one is being impeached as the president ametolewa, who is supposed to take over as the president is the deputy president. He's the one who's newly elected as the leader. So if the president amekuwa impeached, amekuwa wote amekufa, the one who's supposed to take over is the deputy president. So tupige hesabu zetu hapa. I'm not affected, I'm not sitetee upande wote huu, lakini tutapiga tu, tunachanganua kidogo tu kisiasa tuweze kujua kwamba who, if there was impeachment, then who was likely to impeach the president? Number one, Mr. William Samuel Ruto. If it is true that he wanted to impeach the president, tupige hesabu zetu hapa. Kama alikuwa anataka kuimpeach president, was he likely to be in power after the president? Yes or no? Let's go to Raila Odinga. If Raila Odinga wanted to impeach the president, then what was the advantage of him after impeachment? Was he able to take the power? Does the Constitution allow him to take the power? Yes or no? The one who is likely to take the power is the
deputy president of who's duly elected. Now here, Raila Odinga is not in the government, is not in part of the government, is not elected, hajakuwa pale kama MP, si senator, is just ni raia like me. So was he likely to take over if he was to impeach the president? Sijui maoni yako ni yapi? Do you agree? So according to you, who wanted to impeach the president and why? Who was to benefit? And then Linturi amepatikana red-handed. Mmeona pale what happened, mmeona kitu inatembea kule kwa mtandao, yaani hajielewi, hata hajui mke wake ako wapi, na amelewa, ni mlevi. Wanavuna kondoo za wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anyway, karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo. This is the only and the one. Ni mtu Deris aka Kurikuntu. I want to give you the link. Mimi nataka nikupatie link hapa. And I want to see you here. Tuweze kupiga siasa tu pole pole mdogo. Tuchanganue pole pole. Hasa matamshi yake Moses Kuria. Baada ya Moses Kuria tutazungumzia kuhusu baada ya kutoka kwake Moses Kuria tutaongelea kwake jamaa wetu anaitwa nani? Samahani kidogo. Samahani. Okay. Okay. So kituzungumzia Moses Kuria pale na wewe uweze kupiana maoni yako kuhusiana na Moses Kuria. Do you agree with Moses Kuria? Unakubaliana na yeye? Yeah? Do you agree with him? Again, Ruto hanged himself out of Statehouse. What does that mean? When Ruto, he just ran away from Statehouse and he started campaigning as early as possible. So what do you see? What can you say about these topics? Like I said, the topics of the themes ambazo tunataka kuzungumzia hivi leo. Na kupatia link pale, hakikisha kwamba unachukua hiyo link, ingia hapa ndani, nipatie maoni yako ni yapi. Yeah, Moses Kuria amesema kwamba mpaka wa leo hamtafungua server. What does that mean wa Kenya? The IEPC ilitueleza kwamba there was no ringing of elections. The very first one to see, the very first one who said that there was a ringing of elections, kuna mwanamke ambao kwenye Azimio alikuwa akujupiri Sabina Chege. She said that sisi ndio tulifanya nini? You can quote what she said. And then after the day after that day, she was summoned by IEPC. From there akagonjeka akaenda hospitali, hadi wa leo hatujajua what happened. William Ruto, the deputy president of the Republic of Kenya, the flag bearer of UDA and Kenya, I don't know Kenya Kwanza kama wameagree, but the flag bearer of UDA, he said, wewe Uhuru Kenyatta usitumie ile panga kufanya nini? You can quote. Waachilia hapo. Moses Kuria, when he was at the UDA what? NDC, he said, hii akili mnaona hapa, mtu fulani, mimi na mtu fulani, sisi ndio tulisaidia Uhuru kuwa rais. Sisi ndio tulifanya PCD. Hey. Wale wanyemepaki kule ni akili tu. Mimi na mtu fulani, vile mnatona tumeketi hapa mbele. Sisi ndio tulisaidia nani kuwa rais. Akili zetu. Tukafanya PCD. And then wale wamepaki kule ni akili tu. Hey. Ni mwili tu, si akili. Ni mwili tu. Lakini akili yote iko hapa. That is the statement of Moses Kuria. And that's the moment now IEPC wanted to summon him. And then akakuwa summoned, and today IEPC sema kwamba the case of Moses Kuria itaenda kusikizwa fully as from today.
And that's the moment Moses Kuria amesema kwamba hey, mpaka wale mtafungua sava. So what does that mean? Wakifungua sava, what tutapata nini kule? Ni ukweli kura ziliibiwa, there was a ringing of elections ama hazikuwa? The IEPC should tell us, but the Moses Kuria also should tell us, should give us the verdict, solid evidence which shows that there was a ringing of election 2017. Hani wa Kenya. So take this link, wacha wapatie link hapa. Nishaona mtu anaitwa I see somebody anaitwa Frederick Ocheng. Niko karibu sana Frederick Ocheng. Samuel Jakabogo. Hey! Jakabogo. Raila Tosha. Monica Aurora Mambo. Frederick Asokoma niko. Wacha mpatia hii link hapa. I want to hear. Nataka kusikiza maoni yenu ni yapi? Nyinyi kama wa Kenya. Hili jambo lake Moses Kuria unajukulia vipi kama Mkenya halisi? Unajukulia vipi? And how do you take this statement? Inakuguza kweli? And mpaka wale hamjafungua server. Now, that meaning what? He is going to unmask IEPC. If Moses Kuria unmasks IEPC, then we as Kenyans, should we be assured there would be free and fair elections in this year 2022? Itakuwa. So Moses Kuria, what do you mean to say when you say that there was a ringing of elections? That kama mpaka wale amtafungua server. So what if they open the server? Tutapata nini? Should we find the truth? I don't know. Wewe kama Mkenya mwenye yako ndio sijui ni yapi? Karibu sana kwenye show yetu siku hii ya leo, na nakukaribisha katika yale ambapo upo. Chukua hiyo linki yako pale, nishaweka linki pale, chukua linki kule, na hakikisha kwamba umefika kwenye show moja kwa moja tuweze kupiga moja mawili matatu. Na najua kwamba tumekaa nje zaidi na tumekaa nje mbali sana. Naomba tu mtuie radhi na tusamee sana kwa sababu ya kikazi na kutofika kwenye studio zetu hapa kila siku. Pia usisahau kwamba kutuma rambirambi zako kwa familia yake ni Masi ambaye aliweza kuaga. Pia usisahau kuweza kuachilia rambirambi zako kwake familia yake G Kwamboka, pamoja na mama G for General, mama Jennifer, the mama ambaye pia amekuwa shabiki wetu papa hapa. Tuweze kusema nini? Pole kwenye hizo familia. So chukua hiyo linki. Joel Juma anasema kama anakucheki from Kaiserian. Sana Joel Juma, are you watching me from Kaiserian? Nashukuru sana. But I want us to talk, tuambiane ukweli. Hata kama sijaona pale, niweka linki pale. Chukua hiyo link na guza hiyo link, itakufikisha kwenye show yetu siku hii ya leo. And I want us tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na mjadala wetu wa siku hii ya leo. Na hakika nataka tuweze kupata ukweli halisi kuhusiana na haya maneno. Sawa. So karibu sana, natumai sana tutapiga haya mawili matatu tuone kwamba tutaweza kufikia wapi hadi pale mwisho. So karibu sana tuweze kuchangamkia katika show yetu siku hii ya leo. Na natumaini kwamba tutashirikiana katika hii show, na sijui kama sijaona comment zenyu pale. Chukua hiyo link. Joel Juma, chukua Boniface Ouma, tuko ndani hapa Huruma na familia yangu. Salimia sana familia yako pale Ouma Joel. Thank you very much for watching us. This is Kisi Hot TV, the only #1 channel, YouTube channel and online TV. So hakikisha kwamba you follow us on Facebook, Kisi Hot TV, on TikTok, Kisi Hot TV, on YouTube, Kisi Hot TV, na kwingine tukifika bado ni Kisi Hot TV. Tafadhali, nataka kusikia maoni yako ni yapi kuhusiana na matamshi yake Moses Kuria, ambaye amesema kwamba he supposed to unmask IEPC. Amesema kwamba lazima unmask, lazima I will unmask IEPC. Baba amesema kwamba hey, hadi wale hamjafungua server. So what does that mean? It means a lot. Inamaanisha mengi zaidi. So that means kwamba there was a ringing of elections. So should we trust the IEPC for the next elections? Remember, we have the election this year, 2022. And again, Moses Kuria, if there was ringing of elections, mulikuwa wapi kutoka kitambo? Where were you during that time? If there was ringing of elections,
And if you participated, and then it means that the law should be, the government should work on you according to the what, to the law of Kenya. So when if you help to the ringing of election, then that's a crime. That's a crime, my friend. You are denying Kenyans their right. Kenyans demanded their right, but you denied the Kenyans their right. Now you have come today here when you have mmekuwa na parallel with the government. That's the thing you want to tell us. There was a ringing of election towards the end of the ruling. So what do you want to tell us? So umesema kwamba mlikuwa na kina nani pale, huyu ambaye alikuwa ni governor wa Embu, I don't know, you know, I don't know what does that mean as the government to Kenya, and that's what that means to Kenyans. I see here somebody Melen Onsongo, pro tumeshindwa kuelewa Kenya yetu na preso mwenyewe hana ulikuwa unataka kusema msimamo mwesimamo. Oh, ulikuwa unataka kusema msimamo. Yes, I want to understand this. We as Kenyans, what should we take from this? Kama sisi wa Kenya tunachukua nini kutoka hapa? Tafadhali chukua hiyo linki hapo, na tumie sana naweza kuwapata hapo kwenye show, tuweze kupiga mawili matatu, tujue kwamba hasa wewe kama Mkenya, je, unakubaliana na maneno yake Moses Kuria? Kama hakika kulikuwa na wizi wa kura, mbona hakuwa anatuambia mapema? Mbona hakuwa anatuambia kwamba tafadhali, kusema ukweli nayo kura nazo zimeibiwa, kura ziliibiwa? Anatuambia tu ukweli, just atuambie ukweli. Angesema ile mapema. But now here anakuja kutuambia sasa hivi late hours. Yeah? It's fine. Karibu sana kwenye show, tuweze kupiga mawili matatu. Hapo nimeweka link, sijaona sijui. Msisahau kutumia link tafadhali. Msisahau kutumia link. Ponyeza hiyo link, chaza vile kama kawaida, na nahitaji kuona hapo kwenye show. Sitapiga hapa mimi peke yangu. Pia kumbuka kuweza kulike pale katika hiyo nini yetu, like hapo kwenye show yetu hapo. Weka like pale. Hakikisha kama umekuza like. Naona tuna watch wengi zaidi. Kuza hiyo like hapo, tulingane na likes ziweze kulingana na wale ambao tuna watch hapa. Nitashukuru sana. Na pia nimeweza kuweka link pale. Nitaacha kuweza kukuona hapo kwenye show. Uweze kunipatia maoni yako ni yapi kuhusiana na matamshi yake Moses Kuria hivi leo. Na sasa kwamba Senator Rinturi ameweza kupatikana. Rinturi amepatikana leo red-handed. Rinturi amepatikana red-handed. I don't know kama umeshaona hiyo. Rinturi amepatikana pale kwenye what can I say? Amepatikana unajua kama umeweza kuona hiyo, umetazama hiyo, maana baba amepatikana and sijui kama wewe kama Mkenya halisi mwenye yako ni hapo. Moses kwa sababu kwamba open the server. 2017 election was ringed. 2017 ringed elections claim. I don't know. Should we be safe? Are we safe? You as Kenya, kama wewe Mkenya unaenda kupiga kura, are you safe? Uko safe na yule utapigia kura? Are you sure if Moses Kuria, you know, the first time there was not, what can I say? The election was nullified by the election was nullified. When it was nullified, DB Ruto and His Excellency William His Excellency the President Uhuru Kenyatta, they said like now we shall revisit, meaning hawakuwa wamekubaliana na ule uamuzi wa jaji mkuu ambaye ni David Maraga. You see? And now you see here there is saying like wameanza kukuta kusema kwamba usitumie ile panga ambayo tulitumia kunikata, sijui tulipa kura, hamtafungua server, wakati mlikuwa mnaambia mfungue server, hamkuwa mnakubali. Sasa mnasema kufungueni server. Je, sisi kama Wakenya tutaamini kwamba tuko safe? Tunaenda uchaguzi. Are we safe for the elections of 2022? Ponves Oma Kenya kwisha or Kenya kwanza. They are talking the truth. Purpose votes were stolen
but it is too late. Yes, that's what I'm asking. It is too late. Walikuwa wapi? Yeah? Joel Juma. Joel Juma ni mask brother. And mask. Oh, unmute. Unmute ama unmute. Joel Juma fungua microphone tafadhali. Yeah. Yes. Tunataka tuweze kuelewa kwamba tunataka tujue ukweli. Are we safe? Joel Juma, tafadhali naomba uweze kufungua kipaza sauti chako, tuweze kujua kwamba tunakupata loud and clear, tuweze kuzungumza mawili matatu. Yes, I want us kama Kenyans, I want you kama wewe Mkenya uniambie kwamba are we safe? Are you safe with the 2022 elections? If Moses Kuria, the one who applied to the DAP, to Kenyatta. That time when they were together, hawakuwa wanasema kuna wizi wa kura. Yeah? Katika usikiki vizuri. Zilibiwa, mnasema zilibiwa na nani? Mzee Kubali ulishindwa. But now it is too late. Yes, Juma. Jambo. Jambo. Right? Right? Oi. Mimi ndo sikupati ama fiepi. Yeah. Hebu niweka hapa kidogo tu Joel. If you get me, kama unanipata pia pale na kukaribisha kwenye show. Link ndio hii nimeweka hapa, ukiguza hii link itakufikisha kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Asijui kama Joel unazungumza pale. Nataka niweze kusikia kwenye simu yangu hapo kama ninakupata. Nataka tuweze kukaribia kwenye show. Hapa nataka kusikia maoni yako ni yapi? Yeah? Sasa tunaelekea kura. Hapa ndo tunaanza kuambiwa kura za Raila ziliibiwa, IEPC ilikuwa inakataa, inasema there was a free and fair elections. Wanasema kwamba hakukuwa na wizi. Now so tunafaa kuamini nani? Moses Kuria hapa amesema kwamba I will unmask you guys. Unmask. Fungua server. Hey, if they open the server. Hey. I don't know. I remember the court ikiorder ile server yese kufunguliwa. Haikufunguliwa. IEBC lakini Kenya. No, we want to get this clear. Yes, let me hear you from this side. Are you getting me? Joel, are you getting me? Joel kama alikuwa shaenda. Joel tena unaweza rudi tafadhali kama unanipata pale. Naomba uweze kuguza hiyo link. Tufike kwenye show yetu ya siku hii ya leo. It's fine. Ni sawa. Hey bwana. Hey. Now, we want us to kujua kwamba ukweli. You know, hii mtandao nataka tushirikiane sisi wote na tuweze kujua kwamba hakika ukweli ni upi. Ndio maana nataka nikukaribishe hapa ndani. Chukua hiyo linki hapo na tujue kwamba tunaweza kushirikiana moja kwa moja. Nimeweka linki pale. Nitajua kuona kwamba maoni yako ni yapi. Basi kama hamna wakuja kunisaidia hapa tuweze kupiga hii show, si basi tutasema kwamba we are just tunaendelea kuadjust, but na kuomba tafadhali kama ndio umefika hapo nisaidie kuweza kulike pale, like ya show, like hapo. So nataka uweze kuingia hapo show, kuna link iko hapo, pia like tafadhali. Nilikuambia hapo kwa comment tuko na mashabiki wote ambao wamepoteza wapenda wao. Kuna mama 4G General ni shabiki wetu amepoteza mamake mzazi. Sijaona watu wakisema pale pole sana. Sijaona watu wakimwambia wakitumia condolences zao kwake Jennifer. So kwa maana ni shabiki wetu, ni mmoja wetu,
kwamba hii unajua hapa tuko hapa sisi ni wapita njia. So karibu sana. I want you to get tuweze kufika kwenye show na niweze kusikia maoni yako ni yapi, tuweze kushirikiana moja kwa moja hadi mwisho. Atujue kwamba hasa hakika ni nini ama kuna ukweli upi. Joari Juma upatikani vizuri kwa link. Joari, maybe network yako ndiko mbaya. Ani Muturi watching from Citro after they have enjoyed the thing in those positions in a corrupt way. This is when they are talking. Imagine. Yani wameenjoy. Hey. Moses Kuria amekuwa huko anasema kwamba mimi kama mtu wa serikali tunatetea serikali iko sawa. IEPC ilikuwa sawa. Now you have been enjoying. You know guys, we Kenyans were not bad. We are okay. Sisi wa Kenya tuko sawa. No, I'm not trying to kusema kwamba what happened ama ile ambayo imefanyika ni mbaya ama ni nzuri. No, we must see inside the truth. You guys for the 4 years and a half you have been telling us IEPC screen. You when the code ordered the server to be opened, you guys, you are the one who was saying that the IEPC is okay, the server should not be opened. You know, Papa should accept. Is a man who doesn't accept. Ni mama machine yeye hataki kukubali. You know, you said a lot. Mlizungumza mengi. And now today here, you are telling Kenya that amtafungua server IEPC. So what were you telling us from previous and what I was saying today? They don't rhyme. What is it there? So you are trying to tell us that the IEPC hatufai kuiamini. So we are towards directions. So what are you trying to tell us? Wasa watu ambao katika upande mwingine wa Kenya Kwanza. What are you trying to tell us? So are you preparing for us not to accept the next 2022 August elections? So should we prepare ourselves to not to accept? If you yourself, you have been there, you are the nyinyi mmekuwa pale mnafurahia matunda bana, mnakula vizuri, you enjoy well, you don't talk to us, you tell us that you are okay, the government is okay. Now mmekuwa maadui, mmeweza kutuambia sisi wa Kenya si wajinga. We should think, and the IEPC should come out clearly. Kama basi it is clear that there was ringing of election. If there was no ringing of elections, now the government now the IEPC should come out and call for those guys who are on that side there NASA and open the server. Open for, yani wafungulie server, waambie tumefungua server, it is here now. You can look, you can see. Ndio tuone kwamba watumie kwamba wa Kenya, what you are saying is true. Kura hazikuibiwa, kura zilikuwa nzuri, tumefungua server. Now we want you the IEPC to provoke Moses Kuria. If Moses Kuria anasema ukora, fungua server. Let us see the truth. Hey, kimeumana leo. Frederick Ocheng, niko Kuruntu, karibu sana Frederick. Ponives Oma, sisi kama watu wa Azimio, haya mambo hayatuhusu saa hii. You are telling me, sisi kama watu wa Azimio, haya mambo hayatuhusu sasa hivi. Hey, tunaangalia hapa tukiingia Statehouse, hao watu wengine ni kuturudisha nyuma. So what did you mean, Ponives Oma? So you don't agree with Moses Kuria? You don't agree? I don't know. Animal Tree, I'm watching from Seattle, Washington, American. Oh, well, Animal Tree, how are you? Salimia watu wa what? DC. What do you call? Washington, America. Thank you for watching Animal Tree. But furthermore, nataka tuweze kusema pole sana. Unaweza kuna shabiki wote hapa, Mama the Mama. Mama G for General. Mama the Mama, Jennifer, Keribo Jennifer ni shabiki wetu hapa. Ni shabiki nambari 1. Sasa hivi angekuwa hapa na sisi. Amepoteza mamake mzazi hivi leo. Na naomba tuweze kutuma pole zetu kuelekea kwa ile familia yake. Pia kuna mmoja wetu ambaye alikuwa ni shabiki, ambaye mnajua kwamba Masi
ambaye aliaga baada ya kufika Kenya na kukaa pale kwa siku chache tu, na mazishi yake ni tarehe 1. Tuma rambirambi zako kwa ile familia yao, na tuko na mmoja ambaye aliweza kuingia pale katika Saudia, G Kwamboka, yeah? Yes, from South Mugrango, na pia tuma rambirambi zako kwa ile familia yao. Lakini usisahau kwamba pia leo tunazungumzia kuhusu mambo na siasa, isipokuwa ya Moses Kuria. Tuko na hapa na impeachment. I'm coming there to impeachment. Karibu sana kwenye show. Vincent Babu from Embakasi Pipeline Nairobi niko ndani. Karibu sana Vincent Babu, umechelewa. Umechelewa. Wapi Mochokoro Kerevi? Wapi kuna watu hapa sioni. Watu wamechelewa kwa show. Watu wamechelewa. People are late. People are late. Yeah? Watu wamechelewa. Watu wakuje bwana, ingeni show, ingeni show, watu wakuje show, watu waingie show, watu waingie kwenye show. Melen Onsongo, ukweli ni kwamba wananchi ndio tunaumia, because at the end of the day all of them they will eat the same table. Imagine if you remember what happened after the election of 2017, wakati Mheshimiwa Raila Odinga alisema kwamba kura hazijafanya nini, zimeibiwa. We see watoto walikufa, kuna mtoto alipigwa, watu walikufa, people died, people waliandamana, wengine wakaumia, wengine wakakufa. People like Miguna wamefukuzwa, wako Kenya. Hey! Woo! Hey, hii ni Kenya. Anyway, mimi nataka uweze kuingia hapa. Tuingie kwenye show na tujue kwamba tunapiga hadi mwisho, so usichelewe. Mimi hapa sasa, mkitaka niimbe peke yangu hivi, simkude tu hivi, nataka kusema nini? Nataka kuzungumzia pia jambo lingine lake impeachment. After talking about that one, the Moses called to unmask the IEPC, I want to talk about Uhuru's impeachment. So Uhuru, before Uhuru said about impeachment, at first we had this guy called Rivondo. He went to Meren Onsongo. Nishasoma comment yako. So Rivondo went to Moses Kuria's event. Moses Kuria had an event of home welcoming Moses Kuria. You know, Moses Kuria amekuwa amegonjeka sana, akakuwa kule Dubai kwa ajili ya matibabu. So Moses Kuria after kukua kule, rafiki yake Rivondo akamtembelea. Baada ya kumtembelea kule, akapewa nafasi, akazungumza. Nyinyi watu wa Central, mtu alijaribu kuassassinate rais kijana wenyu mara 3 kwa jaribio la ndege kumuua rais. Akazungumza maneno pale, akaongea pale kidogo, DCI come here and tell us the truth. Akatoka pale akapeana statement, baadaye akasema nimepeana evidence, I have given full evidence which shows that someone wanted to assassinate the president of the Republic of Kenya. From now, nimeachia DCI ifanye kazi,
na ijikuje kutuambia ukweli. Sisi bado kama Wakenya tukaketi sako kwa pako, tukaweka matako kwa kiti, tukakaa, wengine wakasimama, na bado tunaendelea kungoja tusikie DCI itapatiana ukweli upi. From there, the president Uhuru Kenyatta, the other day, just like it's only some few days zimepita, Ruto wanted to impeach me. He was telling the Mount Kenya elders, Ruto wanted to impeach me. Hey, Chineke. The same question. So, when he wanted to impeach you, mbona kutuambia mapema raisi? Mbona kusungumza mapema? Labda raisi alikuwa anataka kuweka amani na uhusiano mzuri na ndugu yake. A day after, Dr. William Ruto came out clearly and stated, I'm not the one who wanted to impeach you. I'm not. The one who wanted to impeach you is Raila Odinga Uhuru. It's not me. Hey. And Raila Odinga ametokea nje amesema, no, I'm not aware of any impeachment. I'm not aware. So, between Raila Odinga, Dr. William Ruto, Uhuru Muigai Kenyatta, who is saying the truth among the three? Ni nani anasema ukweli? And if there was an impeachment, then who was likely to impeach the president? Between Raila Odinga and William Ruto. Let's look at this. The statement, the Constitution of 2010, Kenyan Constitution, the article, I can't remember, nitaifungua. It says, if there is impeachment, any kind of impeachment, either parliament, either ni kukufa, sumu, whatever, any kind of removal of the president from the seat, the one who is likely to take over is the deputy president who was duly elected. Now, wacha nikae vizuri, wacha niketi vizuri. Now, in between Ruto and Raila, who was likely to take over as the next president if Uhuru was to be impeached? Is it Raila Odinga or is it Ruto? Who? I think we have the answer. If you have the answer, and then who was likely to impeach Uhuru Kenyatta? Let's look at this. If Raila was able successfully to impeach Uhuru Kenyatta, what was his advantage? What was his benefit? Ange benefit na nini if he was to impeach the Uhuru Kenyatta? Angekuwa rais, serikali ingemruhusu, ama constitution ama sheria ingemruhusu awe kiongozi wa taifa la Kenya kama angekuwa impeached? Yes or no? If no, if yes, was he ready to impeach the president? A question there. Unafaa kunijibu. Next, let's look at William Ruto. He is the deputy to Uhuru Kenyatta. And then, if he was
able successfully to impeach Uhuru Kenyatta? Was he able to be the president after Uhuru Kenyatta, after that impeachment? Yes or no? If he was to impeach Uhuru Kenyatta, what was his benefit? Now, among the two, who was likely to impeach Uhuru Kenyatta? Simwongea na mimi kwenye comment, link iko pale. 52 baada ya saa nne Afrika Mashariki, tarehe ni 30 mwezi wa 3 2022, kwenye studio papa hapa ni Nyaputo Dennis, kipendo kita kukuri kontu the sura ya Mwafrika yenyewe ni mimi hapa. Karibu sana. Boniface Oma, Uhuru knows what he's saying. There was a plan because Ruto was greedy for power. Hey, hii ni Kenya. Tawala Kenya, tawala Kenya, tawala Kenya, tawala. Tawala Kenya, tawala Kenya. Hey. Anyway. Now, mimi nimeweka linki kule, so nikiona hapa ikifika maeneo ya saa 5 na dakika fulani tu hivi, kama hakuna mwenye anakuja tuweze kupiga tuchanganue hii hapa, nitasema kwamba kwa leo tumefikia hapo, lakini hatuna mwaweze kufika hapo. Nimeweka link, let me paste this link again. Let me paste the link again here. I think you should take this link and come here as we talk about APCD. So here, just take that link of mine and come here as we talk APCD. Tafadhali chukua hiyo link na ukuje kwenye show tuweze kupiga mawili matatu. Boniface Meren Onsongo anasema kwamba kwa hao watatu wote ni nani mwaminifu? Ruto, Raila and Uhuru. Na mimi ndio nakuuliza Meren, that's what I'm asking you. Whom should we trust? Is it Uhuru ndiye anasema ukweli? Ni Ruto ama ni Raila? But ndio maana nimekuwekea pale question mark kwa maswali mawili. Kama Raila angeimpeach Uhuru, sheria ingemruhusu akuwe rais? Yes or no? Kama Ruto angeimpeach Uhuru, sheria ingemruhusu akuwe rais? Yes or no? Ukipata jibu hapa yes, mbona? Why? Hey, question mark. Why? Anyway. Anyway, Boniface Oma, Ruto was the one to take over from Uhuru because he was the deputy president. If the impeachment was successful, passed to Papa, could not opposition leader, Papa angekuwa rais. Na that's the truth. Raila, hata Raila angefanya Uhuru impeachment, Raila angekuwa kiongozi, hangekuwa rais, hangekuwa kabisa, hangekuwa. Now, angepata umuhimu upi kama angefanya Uhuru impeachment? Anyway, hii ni Kenya yetu, ni Kenya yetu hapa. Hii ni siasa, tuko katika mzimu wa siasa. Na nataka uweze utetee katika upande wako, kama ni timu Kenya Kwanza, kama ni pia usisahau kwamba hapa niko na mjadala, tunapiga mjadala miwili kwa at first. Tunapiga mjadala miwili, tuna multitask. Nimekuambia pia uweze kuangalia katika swala lake mheshimiwa
Moses Kuria, ambapo amesema kwamba yeah, IEPC should open the server. Lazima IEPC ifungue server na tujue ukweli. Kuna ukora kule, IEPC ifungue server. Je, IEPC kifungua server, should we get the truth? Should we learn the truth inside that IEPC? Tutapata kwamba ni ukweli wanazungumza ama bado kuna uchanja pale. So hayo ni mawili matatu kati ya yale ambayo tunaweza kuzungumzia kuhusiana na siku hii ya leo, na natumaini kwamba uko mzima. Watu wakuje kwa show, watu ingia kwenye show. Dakika 3 zimepaki tuweze kuona katika maeneo saa 5 Afrika Mashariki, tarehe 30 mwezi wa 3 2022. Hapa kwenye nyumba ni Nepto Dennis. Okay. Fine. Nimeweka linki pale. Melen ananiambia kwamba kumbuka Melen ni usongo. Kumbuka wakati ule na 10 yangu na 10 yako. Swali ni Raila ametokea wapi? Hatujui. You know, now we are trying to understand. We are trying to understand what made Uhuru Kenyatta to break his relationship with Ruto. Number one, umeona hapa ameanza kusema kwamba the first thing Uhuru alisema, Ruto started campaigning as early as possible. Hakumsaidia kuweza kutimiza zile ndoto, the 4P agenda. That was the first thing that the president complained about. Number two, just came just recently about the impeachment. So if were you still ungetrust your friend, umwambie 10 yangu 10 yako, kama ni ukweli vile rais amesema kwamba alikuwa anataka kumfanyia impeachment, kama alikuwa anataka kumfanyia impeachment, kama ni ukweli, je, wataendelea kuwa marafiki? Kama rafiki yake anataka kufanya nini, kukutoa, utaendelea kumtrust? Yeah? Paul Moseti Okioma, impeachment is what caused all of this. Okioma anasema kwamba impeachment ndio iliharibu uhusiano, ile 10 yangu 10 yako ikapotea. Sasa akasema leta Raila hapa nimshike mkono na to make all the way. Hey. 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 Kenya ni sense. Anyway, sasa leo mmeamua nipige story yangu. Wacha tu mpige story hapa, ikifika mweneo katika muda fulani itaweza tu kuondoka kwenye studio. Kama mmesema kwamba leo nipige domo hapa ni sawa, lakini ila tunakuomba tafadhali, kama ndio umefika hapo kwenye show, nisaidie like pale, just like hiyo kwa hiyo show, like hapo, na naomba kwanza tunaomba msamaha kwa sababu tulichelewa. Yes, and we see on what to take. And just 1 hour ago, breaking news of today, musician Dora Kabari gives daughter Kenya shilling 60 million Prado for scoring 413 marks in KCPE. Amepatia zawadi ya Prado ya takriban milioni 6. Hai wa Kenya. Hai. Niliweka linki pale zamani, linki iko kule.
Yes, and I hope kwamba tutashirikiana hadi mwisho. So ni vile nimekuwekea hiyo linki hapo. It's fine, it's fine. It's fine, it is fine. Na mimi hapo nilikuwa natarajia niweze kuwapata niweze kusikia maoni yenu ni yapi kuhusiana na haya maswala. So whom should we trust? Pia how Ruto hanged himself from Statehouse. I think na kuhusiana vile tumejadiliana hapo, especially about impeachment, you have seen how Ruto hanged himself out of Statehouse and paved the way for Raila Odinga to Statehouse. You know, hey, hii siasa nayo inanifurahishanga sana sometimes. Ninafurahia sana na kuhusiana na hii siasa. Inakuanga tamu tu hivyo. Inakuanga tamu tu wakati inafikanga, inakuanga tamu tu. It is Kenya. Jamani wa Kenya. Jamani. Why? It's fine. Yes. Niliweka linki pale, sijaona watu. So nashukuru sana kwa kuweza kufika kwenye show ya siku hii ya leo. Na niko na dakika kama 4 tu hivi niweze kuondoka. Niko na dakika 4 niweze kuondoka kwenye show. Na kama uko na kuweza kuzungumza, tafadhali karibu sana kabla niondoke. Nakupatia the great opportunity. Nimekuwa hapa for 1 hour na almost 1 hour. Nimepakisha niweze kumalizia kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Na nashukuru sana, najua kwamba siasa katika hasa maeneo ya Kisii County zimenoga tu, pale ambapo Simbarati tuko na pale Kristo Bure, tuko pale na pamoja na nani Manson Oyongo Nyamweya, tuko pamoja na Omingo Magara na nani pale na wengine wengi, Rach Otundo pia ako kwenye ile resi kama mama kuweza kupeperusha bendera katika maeneo hayo ya kuwania katika kiti cha ugavana kaunti ya Kisii. Lakini yote 9:30 yako sawa, na natumaini kwamba tunaweza kushirikiana moja mawili matatu katika kila mjadala. Najua kwamba kama hujapata muda wako kuweza kufika hapa leo, kesho tena tutakuwa papa hapa. Kesho tutakuwa hapa tuweze kushirikiana mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kitaweza kutendeka hivi leo. Lakini najua kwamba huu ni mzimu wa siasa na lazima tuweze kupiga siasa hadi mwisho. Lazima tuweze kuongea mawili matatu. Kama hapa kuna kitu ambacho tunaweza kukadhirisha kwa sasa kwa kuzungumza, haukuwa unataka, haukufurahisha nacho, tunaomba msamaha pale na tunaomba ukaweze kutusamehea kwa sababu siasa ni mchezo ambao ni mchezo mchafu, lakini pia inabidi uweze kuvumilia. Siasa si kitu ambacho unaweza kuweka kwenye roho. Siasa ni kitu ambacho unaweka kwa maini, kisha ukipumua, unapumua inatoka, unakuwa urafiki na ndugu yako. Usiweze kuweka uadui na ndugu yako. Lakini hasa kabisa katika swala letu, katika mtandao wetu siku hii ya leo, tulikuwa tunazungumzia kuhusu Ruto hanged himself out of State House as he paved the way for Raila Odinga. Again, Moses Kuria paused to unmask IEPC, and Uhuru Kenyatta to Ruto. Ruto wanted to impeach me. I don't know which is which now. Whom should we trust in between Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, and Ruto, William Ruto? Whom should we trust? Mimi niwawekea linki pale. Nikadhani mnaweza kuja hapa tuweza kupiga show 2-3, nikapata kwamba hamukuweza kufika, lakini najua kwamba siku nyingine tena kesho tutakuwa papa hapa tuweze kuzingatia na tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na swala la kisiasa, kwa jinsi ambavyo masuala yanaweza kuendelea pale na yale mambo ambayo yameendelea kujitokeza hasa katika swala la ringing of election 2017, of which the court ordered that there was no
free and fair elections, and it nullified, it nullified it was it was nullified. It nullified the elections of that time of 2017, and then tukaona pale wakikuwa pale wale watu ambao walikuwa katika ule upande wa Jubilee, wakati wasema kwamba hawajashinda, wakasema no, court imetuonea, no court, sisi ndio tulikuwa tumeshinda, we don't now trust the court, you know. Wengi wakatisha sana mara wakasema kwamba we shall revist, and now after tuliona hao yote elections zikarudiwa, lakini hawa timu naso wakasema kwamba hatutashiriki kwenye uchaguzi ikiwa hawatazingatia vile vipengele ambavyo tulikuwa tumesema, ama vile ambavyo vilikuwa vimesema kwamba kulikuwa na wizi wa kura ama kuzipa ile mianya. Lakini nakumbuka kwamba koti ikisema kwamba server iweze kufunguliwa, IEPC ikakatalia kule. Najua kwamba tuliweza kupoteza watu wengi kule, tulipoteza watu wengi kule kwa IEPC. Do you remember Chris Msando, the miserable death, the way he died? Do you remember? And then Moses Kuria amekuja ametuambia kwamba there was the ringing of elections. Moses Kuria amesema kwamba I will unmask you, I will say the truth. IEPC, I will unmask you. Fungua server. Do you remember who was the head of the server? Who had the password of the server? Ni who? It is Chris Musa. What happened? What happened? What happened? It's fine. Haya ni mawili matatu. Niwapatia linki hapa, nikadhani mtakuja tuweze kuongea mawili matatu, nikawapatia linki hapa hivi, acha tena niweke link. Tena nataka kuondoka hapa dakika kidogo tu hivi. Kama kuna mtu anataka kuzungumza na mimi hapa kuhusiana na hayo, achukua hiyo linki. Yes. Tukapoteza Chris Msando kwa sababu ya kura za 20 after kijana, he was the head of the server, he was the one who had the password, but all of a sudden we heard what happened, and then from there, after the elections, the court ordered there was the ringing of elections. Now those guys who were telling us there was no ringing of election, there was a free and a fair election, they're the one now telling us that we are going to unmask the IEPC. They should open the server. But during that time, hawakuwa wanataka kufungua server. Now here, time is too late. We have 5 months to election. That's the time we are telling us IEPC fungue server. Mmekuwa wapi kutoka kitambo? Na ikiwa mlikuwa mnajua ile kitu ambacho kilikuwa kimefanyika, mbona hamukuwa mnasema mapema msaidie Wakenya haki yao? Je, my very big question, we as Kenyans, according to the statement of Moses Kuria and according to the notification of the elections 2017, should we trust the IEPC over 2022 elections? Me, you as Kenyan, should we trust IEPC? Itatuhakikisha kwamba kuna haki, ukweli wa kura za Wakenya, ama tutakuwa tena baadaye tutasikia kwamba there was a ringing of elections? Hilo swali langu tu nimeuliza, sijui la kwako ni lipi. Nimeweka hapa linki, nimezungumza mengi zaidi hapa, sijaona mtu akaweza kukuja hapa. Naomba tunaweze kuondoka sasa. Tungekuwa hapa tungezungumza mpaka tungezungumza mengi, si ndio? Yes. So nashukuru sana kwa kuweza kuingia kwenye show yetu siku hii ya leo,
na kama kama hauja subscribe katika YouTube channel yetu ya Kisii Hot TV hapa YouTube, subscribe Kisii Hot TV. Pale Facebook tafuta Kisii Hot TV. Pale TikTok tafuta Kisii Hot TV. Pia to follow pale for us and just for us everywhere. Sawa, itakuwa noma tena zaidi, na ninashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi tangia muda ule ambapo niweze kuingia hapo kwenye show. Nashukuru sana, Mungu azidi kuwa pamoja na nyinyi, na natumaini kwamba tutazidi kukaa hadi kama marafiki na ukweli. Najua kwamba kuna shabiki wetu hapa, washabiki wa ndani kabisa, shabiki nambari moja anakuwa hapa anapatiana maoni yake hasa katika masuala ya kindoa, ya mapenzi, mama G for General and Jennifer Kerubo. Jennifer, I know mnamjua wengi. Kuna time amekuwa hapa Terrace Show, tumekuwa hapa, alikuwa na sisi, lakini aliweza kupoteza mamake mzazi hivi leo, na tunaomba kwamba mtume pole zenyu kule. Ikiwezekana tukipanga mawili matatu tutarudi hapa tuambiane yale ambayo tunafaa kufanya. Kisha baadaye mnajua kwamba tumepoteza Masi ambaye alikuwa pia ni mmoja wa wale ambao mashirika kwa katika sehemu za Gulf. Baada ya kusafiri Kenya kwa siku chache tu akaweza kuaga. Msafara wake ni kesho na mazishi ni siku ya Friday. Tutaona kwamba kile ambacho tutaweza kufanya, kama tutakuwa live papa hapa, tutakuwaletea live, ikiwezekana tuwaletea live kutoka kule kwa mazishi ya Jennifer Kerubo, itakuwa noma tena zaidi. Pia kuna pia Kwamboka aliweza kuaga pia. Unajua kama tutoe rambirambi kwa familia yake na watoto wake kule South Mugirango. Tunajua kuna tumepoteza tu wandani wetu hapa. Ikiwezekana kile ambacho unaweza kufanya kama kutuma condolences zako, inakuwa tena nzuri zaidi wakati unakumbuka rafiki yako wakati kuna shida. Mtazi, hata kama wewe uko hapo, ni maana nasema kwamba kila siku weka comment yako hapo. Kama unani watch, wekanga comment yako pale. Ninajua kwamba niko na shabiki fulani, ukipata na shida tunakutambua kama shabiki wetu. So ukitutazama na huwezi achilia comment, huwezi ingia kwa show link, tukutambue, tukujue. Ukiwa kwa shida bado hatutakujua. Tunataka kwamba ukiwa kwa shida tuweze kukujua, tuweze kujua kwamba mtu wetu akona shida, mtu wetu amepata shida. Hakika hata sisi tunatembea kule kwenye kukuwakilisha, na tutakuja kukuona kwamba kama mtu wetu wa ndani amepata na shida. Sawa. So naomba tu tafadhali tusio tunaachilia pale. Kama ni comment tu, tafadhali wekeni comment yako kule, like kule. Wewe like tu, like it will not cost you anything. Just like, write your comment, say I'm somebody, I'm watching you. Kesho ukiandika pia nitajua kama niko na shabiki fulani na kutoka sehemu fulani. Wakati tukipata na shida tuambie, nitajua kwamba shabiki wetu wa sehemu fulani, maeneo fulani alikuwa na shida. Sawa. At the moment nikijua hivyo, so tutakuwa tunakutambua vizuri, na tuko na group ya Kisii Hot TV pale Facebook, WhatsApp. So if you want us to add you there, still unaweza tuambia tukiwa hapa, tukupatie namba, tukuongeze kwa group kwa na watu wengine, so that tukiwa na shida hao mashabiki wengine unapatana, wengine una interact, so tunasaidiana. Kwa maana sisi kama wewe ni mmoja wetu, mbona tusikutambue, mbona sisi kukutambua kama ni mmoja wetu. So nashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja na mimi, na wakati umefika wa kuweza kuondoka kwenye show yetu ya siku hii. Nashukuru sana kwa kuweza kuwa ungana pamoja na mimi. Mimi kwa majina ninaitwa Nyamtu Dennis, ukipenda kukurikuntu kuntu and kurtu, the only man mwenye mepepa rangi ya Mwafrika nyeusi tititi hapo kwenye studio. Kwa sasa, kwa heri, na nataka niondoke. Tutapatana katika muda mwingine tena. In may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen and amen. Shalom. We shall meet again. Kesho tunapatana papa hapa. Usipotee. Kesho kama wewe ni mgeni, ingia kwenye show. Akina Meren, akina Ponives, akina Paul Moset Okioma, akina Frederick, akina Anne Mutuli, Vincent Babu, Jenny Joel, Ponives, nyinyi wote na wale ambao mnatazama kama sijawatambua, karibu kwenye show kesho. Kwa sasa, bye bye.